ambaye mama huyo ni mama wa watoto watatu, wote wa kiume, ambao wawili wamekufa, mmoja amebaki. Sisi ilikuwa tumelala kama mida saa 8 hivi, tukasikia kishindo kikubwa, yani kinatokea juu kujia huku chini. Tukaamshana, vipi huku kuna nini kwa mwenzetu? Yani sisi tulifikiria kama ni moto, maana ndo kulikuwa kama na joshi fulani ile gari. Tukatoka hapa, baada ya kutoka tukasikia la ilaha illallah Muhammad rasulullah, tukaamshana majirani, jamani mwenzetu kashafikwa na matatizo. Tukaja hapo tukamkuta baba mzazi hapo, kashamtoa mtoto mdogo yuko hapo kasimama, mimi nikamchukua ile mtoto. Baada kumchukua tena tukaungana majirani hapo kwa ajili ya kuwasaidia hao wenzetu, pamoja na hao wenye huo mradi wakaja hapo tukasaidiana, yani wakapatikana ndo watoto. Mtoto wa kwanza katolewa kashafariki, na wa pili akatolewa kashafariki. Tena ikawa pale kazi ni kumtoa mamangu pale, wakatenda wakafanya kanini wakampatole mamangu. Kwa hiyo tena tukakaa hapo tukashirikiana tukina hospitali. Ismail Juma ni sheha wa shehia ya Ngwachani. Nilipata taarifa saa 9 usiku. Nilipigiwa simu na raia wema kama kuna gari imeingia katika nyumba na hatujui kuna hali gani. Mimi nikakimbilia nimefika kweli, nikakuta gari imeingia ndani na kuna vitoto viwili vimelazwa pale ambao vilisadikwa kwa vimekufa. Nilipoona hali hile, kwa sababu nimeshuhudia, nikampigia simu msi wangu mkuu wa wilaya. Lakini muda mchache mkuu wa wilaya alikuja akiwa na timu yake, madaktari, ambulance na RPC kuja kulishughulikia ile tatizo. Kwa hiyo tukafanya hivyo, tukachukua majeruhi wale pale, wakapelekwa maiti, wakachukuliwa wakapelekwa hospitali, na majeruhi ilikuwa tayari katangulizwa na gari ya private, lakini kwa ushirikiano wetu. Majira saa 11 alfajiri tulipata wagonjwa 5 walipata majanga ya kuingiliwa kwenye nyumba yao na gari excavator. Katika hao 5, watoto wawili wamefariki. Mtoto mmoja yupo hai. Baba naye yupo hai, naendelea vizuri, vipimo vinaonyesha hawajapata athari yoyote kubwa, wao washaruhusiwa kurudi nyumbani. Ila mama yupo amelazwa na amepata kuvunjika mguu wa kushoto. Hali yake inaendelea vizuri, hajambo. Tusubiriwa ni kufanya operation wa mguu na kutoa chuma. Shift ya jana usiku sasa, wakati inaendelea na kazi, tukio hili ndio limetokezea. Kwa taarifa za awali ambazo tumezipata hapa, operator ambaye inawezekana akawa ndio mwenyewe, lakini inawezekana sio operator ambaye anahusika, alichukua mashine hii kuitoa kwenye eneo la barabara hii, lakini ikamshinda mashine hii ikashuka kwenye eneo la nyumba, ambayo kwenye nyumba hii ipo takriban mita 45 kutoka kwenye edge ya barabara hadi kwenye nyumba hii ambayo inajengwa. Taarifa tulizozipata za haraka kwa vile tumezungumza na mheshimiwa sheha wa shehia hii, lakini pamoja na ofisi zetu za ulinzi na usalama za wilaya pamoja na mkoa, watu 5 walikuwemo kwenye nyumba hii. Watoto 2 wadogo wamepoteza maisha, lakini mtoto mmoja mchanga ambaye hakupata athari yoyote. Mama mzazi yeye kapata injury, yeye ndio ambaye kapata injury kubwa kwa sababu kaumia sehemu ya mguu, lakini pia yupo baba mzazi, na yeye pia kapata injury ndogo ambayo ilinisababishia naye pia kupelekwa hospitali kwa ajili ya kupatiwa treatment, na yeye tayari ameshatoka pamoja na mtoto. Kwa haraka sasa hivi aliyoko hospitali ni mama, kwa sababu watoto 2 tayari walishafariki. Upande wa mkandarasi tulikaa nao asubuhi ya leo kwa tukio hili hadi lilivyojitokeza tukio, na tumekubaliana kwanza kufanya replacement ya hii nyumba, kuhakikisha wanajenga nyumba nyingine ambayo familia ile itapata makaazi yaliyo bora zaidi kwa hata kuliko yale ambayo yalikuwepo. Mnamo tarehe 25 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026 majira ya saa 9 za usiku, huko maeneo ya Maweni, shehia ya Ngwachani, wilaya ya Mkoani, mkoa wa Kusini Pemba,
mtambo wa kutengenezea barabara aina ya katapila wenye namba za usajili Z223 MK mali ya kampuni ya utengenezaji wa barabara ya Iris, ambao mtambo huo ulikuwa ukiendeshwa na Emmanuel Malimi Robert mwenye umri wa miaka 24, mkazi wa Wawi. Yeye ni Msukuma, akiwa anaendesha kwa kurudi nyuma eneo lenye mteremko mkali, alishindwa kuudhibiti mtambo huo na kusababisha kuelekea nyuma na kupelekea kugonga nyumba ya Bwana Abdalla Juma mwenye umri wa miaka 28, mkazi wa Maweni, na kupelekea nyumba hiyo kubomoka na kusababisha vifo vya watu wawili pamoja na majeruhi wawili. Waliofariki ni mtoto Abdalla ana umri wa miaka 4 pamoja na Musa Abdalla ana umri wa miaka 3, wote watoto wa familia moja, wote wakazi wa Maweni. Walifariki baada ya kupata maumivu mwilini mwao. Miili ya marehemu imefanyiwa uchunguzi wa kitabibu na kukabidhiwa ndugu kwa ajili ya mazishi. Dereva gari hiyo Jeshi la Polisi tunamshikilia kwa ajili ya hatua zingine za kisheria. Chanzo cha ajali hii ni uzembe wa mwendesha mtambo huo, kushindwa kuchukua tahadhari na vile vile kutokuwa mzoefu na kuendesha mtambo huo. Wito wa Jeshi la Polisi kwa madereva wote kutii sheria za usalama barabarani, lakini vile vile kujali usalama wa raia na mali zao.